Sisi wanadamu wakati mwingine kuna vitu vidogo sana ambavyo unakuta watu tunakoma navyo, alafu wakati vitu kama hivyo Mungu hajawahi kuhukumu ulimwengu wala hajawahi wahukumu watu. Unashangaa mtu ni mwizi, ni fisadi, muongo, mkorofi, mlafi, mla rushwa, lakini imani ya kitambaa ipo kichwani. Kwamba usipovaa kitambaa wewe sio mtakatifu, usipovaa kitambaa una dhambi sana. Lakini amevaa kitambaa kichwani ni fisadi, ni ana hasira. Amevaa kitambaa kichwani, ameshikilia kitambaa kichwani, hiyo imani. Lakini limaraya, likorofi hilo. Vitu ambavyo mimi nadhani tusingepambana navyo sana ni vitu kama hivyo vya kijinga tu, kwamba mwanamke lazima avae kitambaa, asipovaa kitambaa astahili kutubu. Lakini Wakorintho hiyo sura ya 11 mstari wa 15 nasema mwanamke na amepewa nywele ndefu ziwe badala ya mavazi. Kama mwanamke amepewa nywele ndefu badala ya mavazi, kwa mimi nadhani vilikuwa sio vitu kwanza vya kukomaa navyo. Vitu vya kukomaa navyo vilikuwa ni huyo mwanamke aache roho mbaya, aache hasira, aache kiburi, aache ufisadi. Ni vitu ambavyo pia ilitakiwa tukomae navyo sana. Tunasoma katika Marko 7 na tuanzie mstari wa 20. Biblia inasema kwamba akasema, kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi. Kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya, uasherati, wivu, uuaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Hivi vitu ndio itakiwa tukomae navyo sana. Kama kwa mwanamke sio kumvalisha tu, kumtwisha mzigo guzito, ana hasira, ana kiburi. Imesema kwamba kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya. Ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya. Hai, uasherati. Mwanamke huyu unamkuta tamaa zimemjaa. Ameolewa lakini ana tamaa. Ameolewa lakini ana kijicho huyo. Yaani akisimuona mtu pengine amevaa, huyo amevaa mwenzie kitambaa kizuri, kina meremeta, kijicho hicho atakachomwangalia nacho. Lakini imani ameshikilia usipovaa kitambaa wewe bado huifuati Biblia. Kuifuata Biblia, acha haya mambo. Acha hila, acha ukorofi, acha ufisadi, acha matukano, acha kijicho, kiburi. Mwanamke mfundishe kwanza aache kiburi, aache kijicho, aache upumbavu, aache matukano. Acheni kuwabebesha watu mavitambaa. Mavitambaa, usipovaa kitambaa jehanamu inakuita. Biblia inasema haya. Ndiyo inasema, imesema na inasema. Kama unapingana na Biblia, pinga na hilo andiko ambalo la Korintho 11:15 ile inasema mwanamke amepewa nywele ndefu badala ya mavazi. Kama mwanamke amepewa nywele ndefu badala ya mavazi, badala ya kuvaa kitambaa, uwe na nywele ndefu zinazoziba ngozi ya ndani. Sawa, mimi hapa siko kubishana sana kitambaa. Ninataka mwanamke yoyote utakayevaa kitambaa kichwani, acha hasira, acha wivu, acha kiburi, acha ufisadi, acha kijicho, acha roho mbaya. Hapo ndugu yangu, hata ukivaa kitambaa, vaa kwa kurelax, vaa kwa kutimiza maandiko. Mambo makubwa ambayo Bwana aliharibu watu na anachukua ghadhabu yake mara anapoona haya mambo yanaendelea. Ufisadi, kiburi, hasira, kijicho, upumbavu, matukano. Jiangalie, unavaa kitambaa, huna hasira, huna kijicho, huna mawazo mabaya. Ni vitu vinavyokaa ndani yako na mara nyingi mnavitenda. Acheni kusimamia mambo ya kijinga ambayo kiukweli hata hayatakusaidia, hayawezi.